mambo muhimu matatu ambayo kama hutayajua haya huwezi kufanikiwa. Na kabla Mungu hajakumilikisha lazima akupitishe kwenye haya matatu, na akiona humwelewi atarudia mara kadhaa mpaka haya matatu uyajue. Sasa natamani kujua kama kuna watu wanaoandika katika dunia hii kwa ujumla. Nisikilize kwanza hii, kila kitu kina hatua zake. Mara nyingi tunapoona watu ambao wamefanikiwa na kufikia mahala fulani, tunayatamani mafanikio yao bila kujua walifanya nini hadi kufika hapa. Na mnukuu Dangote, si mnamfahamu? Dangote anasema, vijana wakiona utajiri nilionao wanautamani. Anasema lakini hawajui ilinichukua miaka 30 kufika hapa nilipo. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Miaka mingapi? 30 kufika pale alipo. Ulisikia wakati mchungaji Enoki anaongea hapa akasema mafanikio ni kujitoa mhanga. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajajitoa mhanga. Kaa chini uanze kuangalia watu waliofikia mafanikio fulani ambayo kwako unayaona ni mazuri. Anza kuchunguza mienendo yao. Anza kuangalia walifikafikaje hapo. Hakuna aliyefika hapo kwa usiku mmoja. Hakuna aliyefika hapo akiwa ni mtu legelege. Si rahisi kiasi hicho. Jambo la kwanza kabisa ambalo lazima ulifahamu kwenye maisha yako ni ufahamu. Nimesema kitu gani? Ufahamu. Kwa hiyo kama unaandika, andika ufahamu. Tutaangalia Biblia jinsi inavyolielezea vizuri. Hakuna mtu yeyote aliyefanikiwa kwenye maisha bila kuwa na ufahamu. Nisikilize hapa tena. Mafanikio jinsi ulimwengu unavyotafsiri ni tofauti na Biblia inavyotafsiri. Kwa unapoongelea kufanikiwa hapa, usianze kuniletea definition, maana za ulimwengu hazipelekani na neno. Nitoe tahadhari mapema, kwa sababu unaanza kufikiria wewe kwenye akili, unaweza kufikiria mafanikio ni nini? Ni kuwa na nyumba, ni kuwa na magari, ni kuwa na pesa. Lakini sikiliza, pesa inaweza ikanunua kila kitu, lakini haiwezi kununua usingizi. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa. Pesa inaweza ikanunua mwanamke, lakini haiwezi kununua mke. Pesa inaweza ikanunua jengo, lakini haiwezi kununua nyumba. Hujanielewa? Kuna mtu mwenye jengo zuri lakini hana nyumba nzuri. Maana anatamani afike nyumbani saa 7 usiku wakiwa amelala. Kwa sababu mke aliye naye, mume aliye naye ni kichomi. Nimesahau imeandikwa kichomi pale studio hapo nje hapo. Kwa hiyo tunapoongelea mafanikio, usije ukaleta mafanikio ya dunia ukafikiri Biblia inamaanisha hivyo pia. Sio kila mtu mwenye gari zuri analifurahia. Hata siku moja, usijidanganye. Ufahamu ni nini? Ufahamu ni taarifa, ni information. Kwa hiyo kabla hujapiga hatua yoyote, pata ufahamu kwanza. Zaburi 119 fungu la 100. Wewe andika, mimi nakusomea kwa haraka ili tuokoe muda. Anasema, ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Haleluya.
Haleluya. Anasema ninao ufahamu kuliko nani? Wazee. Kwa sababu gani? Nimeshika mausia yako. Sasa hebu naomba unitazame hapa kidogo. Hata kama ulikuwa unaandika, naomba uangalie ili iingie akilini kuliko kwenye karatasi yako. Sikiliza. Kama huna ufahamu wa jambo, huna chochote. Ina maana gani hii? Kuna mama mmoja yuko pale Dodoma. Huyo mama nilienda kumtembelea, anauza yeye vitumbua. Kwake kwenye huo mtaa ukifika ni vitumbua hapa mpaka pale. Siku ya kwanza kumfahamu ni siku nimetumwa na ofisi kumtafutia mchungaji Mng'ong'o nyumba. Mimi ndio mwenyeji, nikamwambia nenda. Dalali akaniambia kuna nyumba tumepata mahali, lakini twende ukasainishane na mwenye nyumba. Nikafika, kufika naingizwa kichochoro cha kwanza. Nakuta vitumbua hapa mpaka pale. Nikamwambia kuna watu wanaishi, sema humo ndani utakutana na mwenye nyumba. Kufika nakuta mama amekaa. Anatoa tu maagizo. Bakuli lile tayari, toa mkakange kule nje. Ndiye nasainiana naye mkataba huyu. Kidogo mama akasema huyo mtu wa nyumba yuko hapa, sema ni huyu hapa. Mkataba ukaletwa pale. Nikasema hapa siache, lazima nimuulize swali. Na hii tabia na wewe uwe nayo. Mimi nikigundua mtu ana kitu sinyamazi, lazima nimuulize. Nikamwambia mama, hii nyumba tunayosainiana ni ya kwako au ni ya mume wako? Akacheka. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia mimi sitaki mambo ya kusaini mikataba na mtu nakuta sio yeye, tunapata tabu baadaye. Kiukweli halikuwa lengo langu hasa, hilo lilikuwa tu la ziada. Nilitaka kujidhihirisha kwamba huyu ndiye mwenye nyumba kweli. Akaniambia ndio, ni ya kwangu. Nikamwambia mama, samahani, naomba niongeze swali. Akasema ongeza. Unafanya kazi wapi? Akaniambia vitumbua. Sasa sikia, sikuishia hapo, nimeendelea kuchunguza, nikagundua mpaka wanaotuuzia vitumbua Dodoma kwenye mahoteli makubwa, wengine wanauza sui wapi huku, wananunua kwa huyo mama, wananunua, samahani sije nikataja hela za watu hapa, bei ambayo wananunua wanakuja kutuuzia mara ngapi? Mara 2 yake. Kwa hiyo mama ametoka kuwa muuza vitumbua mdogo, amekuwa supplier. Mnaita nini hiyo? Use. Haya. Hebu nisikilize kidogo hapa. Niliendelea kuuliza siri ni nini? Sisahau maneno haya, maana baadaye nilirudi kwake akaniambia maneno haya. Anasema nilipoanza kuuza vitumbua kwa mara ya kwanza, anasema nilianza kupata wateja wengi kiasi kwamba nilikuwa siwezi kuzalisha vitumbua vinavyotosha idadi ya wateja nilionao. Anasema mwisho nikaamua kuajiri wapishi. Sasa unisamehe sana hii sentensi kama itakukwaza. Kuna watu mtaishia kuwa wapishi wa wengine, maana hamjiongezi ufahamu. Pata maarifa. Na kinachozuia tusipate ufahamu ni karoho kale kanani? Korosho. Yaani korosho ilivyo tamu, lakini wakasema eti mna roho ya korosho, wakati korosho ni tamu. Tubadilishe tu, tuite ya ndoano. Hii kanuni itakusaidia. Sikiliza hii. Anayenywesha naye atanywesha. Kama una roho ya uchoyo, usitarajie baraka.
Ukiwa na kitu kizuri, share na wengine. Nilikuwa naangalia wawezeshaji ambao walikuwa wanaongea hapa, nikawatazama wanavyowezesha hivi, nikasema wanatii kanuni fulani ambazo huenda hata wao hawajui. Kwa kitendo cha kutoa information hapa, Bwana atawashushia baraka zaidi na zaidi. Hakuna siku hata moja anasema nikimfundisha huyu mimi nitakosa. Haipo. Wafundishe watu na bado utapata. Namba 2, maana nyingine nitazimalizia kesho huenda. Kupata ufahamu ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni uelewa. Yaani kupata taarifa ni kitu kingine, lakini kuelewa hii taarifa ni kitu cha pili. Ndio maana wengi wameenda shule, lakini ni wachache shule imewasaidia. Kuna mtu anafanya kitu na mtazamo unasema hivi, alielewa huyu kweli? Mwalimu wake darasani alimuelewa kweli? Hata hivi ninavyoongea hapa, unaweza ukashangaa mtu anatoka hapo kiuliza, hivi pastor alisemaje? Unasikia story nyingine kabisa. Kuna siku moja tu nilisema hivi, huenda hii clip mlishaiona na nyie. Nikasema hivi, hata kama unatoa zaka na sadaka, lakini kama mzazi wako kule nyumbani ana shida na mama yako ana kitenge kilichotoboka, wazazi wako wana shida, hujafanya chochote na utafilisika hivi karibuni. Mtu mmoja akasema Pastor Mbaga ameanza kuambia watu kwamba zaka haina umuhimu. Uelewa. Sikusema hivyo. Mimi nilikuwa namaanisha hivi, huwezi kupata baraka ya Mungu kama una laana ya wazazi. Imeze hata kama ni chungu. Nirudie. Huwezi kupata baraka ya Mungu kama una laana ya nani? Ya wazazi. Na nikisema laana namaanisha laana kibiblia. Biblia inasema laana isiyo na sababu haimpati mtu. Kama ya kwako ina sababu, maliza na wazazi wako kwanza, ndipo uje kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, uelewa. Kama hujakielewa kitu, rudia. Kama hujaelewa, soma tena. Tunafundisha hapo kuchakata vitu hapo. Sijui kuna yule alisema anafundisha watu kutengeneza ile nani ya karanga. Inaitwaje ile? Siagi. Ni siagi au? Kwa Kiswahili? Haya, hiyo. Nisikie kidogo hii. Pale unaposikiliza anavyokuelekeza pale, ukitoka hapo ili ujipime kama umeelewa, nenda ukajaribu. Haleluya. Haleluya.